yangu ilikuwa ni watu 10 na nilikuwa na mheshimiwa waziri wa elimu, naibu waziri wa elimu. Nikamwambia wakati tunaenda kutembelea VETA, maombi yalivyokuja ofisini kwangu yakawa ni mengi ambayo yanasikitisha na yana huruma. Kutoka kwenye 10 nikaongeza mpaka 30. Nikamwambia mke, kwa kuwa unakula nyama nusu kilo, sasa kula robo. Kwa kuwa mlikuwa mnakula mkate mkubwa, kuleni mkate mdogo. Hela nyingine hizi tuwapeleke kwa wenzetu. Sasa niwaombe wenzangu Wanamoshi, tuna miaka 5. Wacha tuwamalize hao ni miaka 3. Na niko tayari kuwasomesha kuanzia ada, insurance yao, bima, kuanzia uniformu, akijigusa kidogo anaumwa, kila kitu. Ni watoto wa Ibra wale, mwanzo mwisho, mpaka niwatoe miaka 3. Baada ya miaka 3 nataka niwaahidi mbele ya hadhara hii, wakitoka wale tunaingia intake nyingine ya mwisho ya watu 50. Kwa hiyo tukae mkao wa kula, tuwamalize hawa. Wakimaliza shule tutachukua tena vijana 50. Lakini ndugu zangu, watu wa Bondeni, Kiusa na mitaa mingine, najua kuna changamoto ya maji taka. Ninajua sana, ninajua na inaniumiza kichwa sana, naifanyia kazi. Huwezi kuwa mbunge leo na ukamaliza kila kitu. Niko na wenzangu, niko na watu wa MUWASA, tunaendelea kujadiliana, kuchanganua, tuhakikishe kwamba tunawasaidiaje na ule mtandao tunaumalizaje. Kama ni mabomba ni membamba, tuweke makubwa. Kama mabomba ni machache, yaweko mengi. Kwa hiyo nataka niwaambie ndugu zangu, hatujalala, tunafanya kazi kama mlivyotutuma. Lakini vile vile kuna mikopo ya vijana. Nadhani nikiwa bungeni nimeona kazi imefanyika pale manispaa. Haifanyiki tu ndugu yangu, ndugu zanguni. Kwa nini sifanyike miaka ya nyuma? Inafanyika kwa sababu mna mbunge kijana. Pikipiki zimegawanywa pale za kutosha kabisa, mikopo nafuu ya Mama Samia. Vijana wamepata pikipiki pale, mabajaji, vitu vinakwenda, kazi zinafanyika ndugu zanguni. Samia we! Samia anafanya kazi, ana watu wake.